ni shule. Wokovu ni darasa. Na mwalimu wetu ni Yesu Kristo. Ndio maana unasikia anasema ya kwamba yeye ni mwalimu, yeye ni daktari. Haleluya. Kwa hivyo unapopatwa na shida, yeye anakuja na kuganga. Unapochelewa, yeye anakuonya na kurejesha. Unapokuwa umechoka, anakutia nguvu, anakuinua. Unapokuwa umekatisha tamaa, yeye anarudi na kukufariji. Unapokuwa ya kwamba hauelewi, yeye ndio mwalimu, anafundisha na kisha unapata njia ya kusonga mbele. Haleluya. Akasema yani iwe kamilifu, na nahakikisha hatutapungukiwa na kitu. Mstari wa 5 inasemaje? Yasema hivi, kama mtu yeyote miongoni mwenu amepungukiwa na hekima, na muombe Mungu, yeye awapaye watu wote kwa ukarimu, wala hana kinyongo, naye atapewa. Kama kuna mtu amepungukiwa, kama kuna Mkristo amepungukiwa, ndio maana nimekuambia ya kwamba katika hii safari tulio nao, katika wokovu tuliopewa, katika maisha yetu sisi wa Kristo, tuwe na moyo wa kushukuru. Maana wakati umepungukiwa, ya kwamba anaruhusu ya kwamba muombe na atakupea. Haleluya. Jamani, wakati umepewa, wakati umepokea, tuwe watu wa kushukuru. Tukaweze kujua ya kwamba pamoja na wengine tulio nao, kuna wengine hawajapewa, kuna wengine hawajafundishwa, kuna wengine hawajapewa macho ya kuona. Kila mtu ana macho ya kuona, lakini macho ya kiroho. Haleluya. Tuna macho tunaona, lakini macho ya kiroho. Kama kuna mtu kwetu aliyopungukiwa, kama kuna mtu kwako aliyopungukiwa, naombe katika kazi ya Bwana, katika neno la Bwana, katika hekaluni pa Bwana, ndio kuna muda na ndio kuna nafasi. Tumeruhusiwa kabisa sisi kama Wakristo, na tumetengewa wakati na muda. Kama leo hii tumetengewa, bili zote zimelipwa. Kwa sababu gani? Tuje tuketi, tukasikilize neno la Bwana, tukaweze kujua ya kwamba huyo Mungu ananena na nani, na hajanena na mtu wa nje, bali ananena na sisi tulio mali hapa. Haleluya. Mstari wa 6 inasemaje? Mstari wa 6 inasema hivi, lakini anapoomba lazima amini, wala asiwe na shaka. Kwa sababu mtu aliye na shaka ni kama wimbi la bahari, lililochukuliwa na upepo na kutupwa huku na huku. Ila yani anasema ila anaomba kwa imani, pasipo mashaka yoyote. Maana mwenye shaka ni kama mawimbi la baharini, lililochukuliwa na upepo, kupeperushwa huku na huku. Asiye mtu wa kushukuru, yule mtu asiyetoseka, nikwambie hata uchukue ng'ombe mzima umpe, jamani, Yesu atasema ya kwamba vile ulikuwa navyo vingi. Atasema ya kwamba kwa sababu kukuwa na watu wa kumpea, hata mbebeshe mpeleke kwenye gorofa, atakuambia ya kwamba kwa sababu ulikuwa navyo, umeenda kumuonyesha na kumletea maringo yako. Maana ni mtu wa mashaka, ni mtu asiye na njia, aliyekosa imani, aliyekosa tumaini, aliyekosa shukrani. Maana katika ile shukrani kuna vitu vingine vinapandwa. Haleluya. Hata mtoto aliyokula ameshiba, ameridhika, akiona chakula na wasiwasi, lakini yule mtoto ana njaa, hata kama ni mtoto mdogo anataka kunyonya, jamani, anaweza kurarua nguo ili anyonye. Kwa sababu gani? Kuna njaa. Na sisi Wakristo wa Mungu tuko katika fashion gani? Tuko kwenye darasa gani? Tuko kwenye viwango vipi? Sisi kama Wakristo ni lazima kuwa Mkristo yule unajua ya kwamba mimi nimeokoka, mimi ninamtumainia Bwana, mimi nina njia, maana Bwana ndio njia na uzima wa milele. Haleluya. Unapompokea, umepokea yote. Lakini anarudi anasema ya kwamba wewe kama hauna imani hiyo, wewe kama yule mtu hauko strong, yule mtu anakuwa katika wasiwasi, ni kama mawimbi, yani anapeperushwa, anapelekwa huku na huku.
hata gakekara una kyo nora arusibu musani. Haleluya. Hata kale kadogo ulicho nacho utatolewa. Sisi kama Wakristo inakupasa wewe kama mama, wewe inakupasa wewe kama mzee, inakupasa wewe kama vijana. Jamani, jielewe, jijue, ujiweke tayari kwa sababu ya neno la Mungu. Mstari wa 7 inasemaje? Wa 7 yasema hivi. Mtu kama huyo asidhani ya kuwa atapata kitu chochote kutoka kwa Bwana. Haleluya. Iga mtu kama huyo ambao Biblia ananena na yeye, ambao neno la Bwana linanena, tunaenda labda tutaiona viu sasa, maana hata katika ufalme wa mbinguni ni wenye nguvu waliuteka. Sasa kama umeona ya kwamba huna nguvu, kama hujamini, kama hujatembea katika Bwana, itakuwaje? Kuna watu walikuwa katika Biblia ambapo nitaenda kuonyesha 2 watatu, ni kuambie kwa sababu gani sisi kama Wakristo tuwe na moyo wa kushukuru. Maana wakati utakosa kushukuru, kuna mwingine atakasirika. Ni nani? Ni Yesu aliye juu mbinguni, Muumba wetu. Anatazama, anaangalia, amekuweka sehemu, lakini kwa sababu hujaridhika na kila alichokupea, heri akushushe ukae kama huyo mwingine mwenzako. Halo? Kuna watu wamepandishwa cheo. Unapandishwa cheo mpaka juu, umepandishwa. Hata mimi najua umepandishwa. Hata mimi wakati ninapopandishwa, unaelewa fulani amepandishwa. Lakini nafika sehemu una behave kama yule hujapandishwa. Haleluya. Tumepandishwa, umeokoka. Wakati watu wananena Kiingereza, Kifaransa, unanena lugha ya mbinguni. Hatukwenda kwa dictionary utapata. Haleluya. Na unasiri, na unaangalia, na unajua, unaelewa. Lakini nafika sehemu unajifanya ni kama hujui. Ambapo tunampata mtu wa kwanza, Esther 5 mstari wa 9. Tuone ni nani alikuwa amepandishwa, lakini pamoja na kupandishwa hakuona ya kwamba ni kitu cha maana kwa kupandishwa. Ilibidi Bwana afanye vile atafanya, alinganishwe ama aachwe chini, wengine wakainuliwe juu. Haleluya. Kwa hivyo kanisa la Bwana, hata sisi vile tumewekwa kwenye katedro, tusije tukajishushe chini, tusije tukatembea vile tulikuwa tembea mwaka hizo zingine. Tutembea kama watu wa katedro. Una BF kama mtu wa katedro, unakaa kijana wa katedro, unakaa mama wa katedro, ni kwaya ya katedro, hata timu ya waombezi iwe timu ya katedro. Haleluya. Hata matoleo yetu iwe ya katedro Bwana. Halo. Babu usema ya kwamba tukule, tukunywe na tusaze. Haleluya. Unajua ni kwa nini? Umeinuliwa viwango, umewekwa sehemu. Esther 5 mstari wa 9. Yes, kuna watu wameinuliwa lakini hawataki.